Yes, bwana nipo na mkosa tuzo. Huyu ni ndugu yake na kipotoshi kabisa. Kaka umekosa tuzo leo. Hapo wale nyinyi mmerekodi ile video rafiki yangu. Ilibidi tukurekodi kwa sababu ilikuwa mimi nilikuwa nasubiri utaje wewe. Akataja mpinzani wako. Kikweli kwangu mimi haikuwa riziki moja. Lakini pia unavyoshiriki kwenye mashindano yote ndio lazima ujiandae kisaikolojia. Ndio ujue ni mashindano, kwanza kupata nafasi ya kuchaguliwa ushiriki kwako ni ushindi tosha, kwa sababu kuna mafundi wengi sana wa Tanzania wanafanya kazi za ufundi vizuri, lakini kuonekana wewe ushiriki kwenye kuwania tuzo, uje tayari kuna kitu cha tofauti unacho na watu wamekiona. Kwa hicho mimi nachukulia kama chachu zaidi ya kuendelea kufanya vizuri zaidi, kuangalia na mapungufu yangu yako wapi pa kurekebisha. Next time wakati mwingine tukirudi tena tunakuja vizuri zaidi, pengine tukaja tukawa washindi tukachukua tuzo. Wewe unahisi kuna mtu ambaye amenunua kura au kuna mtu alionewa katika kura hizi? Kwangu mimi siwezi kusema kuna mtu kanunua kura au kaonewa. Nafikiri kila aliyoshinda amestahili, kwa sababu tuzo hizi zilikuwa ziko wazi zaidi. Yaani jinsi ya upigaji wa kura ulikuwa unaona kabisa kwamba sio kitu ambacho unaweza kufanya labda kitu chochote cha hovyo, si ndio? Unaona kabisa ziko wazi. Unaweza kutengeneza mwenyewe kulingana na nguvu yako na nguvu ya kazi yako inayokutambulisha kwa jamii, unaweza kupata matokeo. Kwa hiyo mimi sidhani kama kuna kitu chochote dosari kwenye tuzo. Bwana huyu ni miongoni mwa watu ambao walishiriki tuzo, ni miongoni mwa vijana wanaopambana sana katika kupambania masuala ya ujenzi. Huyu ni finishing master. Huyu jamaa yeye kazi yake, wewe mkabidhi nyumba yako, alafu mwambie bana nahitaji kitu cha namna hii, anakupigia quality mara 2 ya ile uliomuonyesha. Alafu nikwambie kitu kimoja. Naam. Ujue kuna changamoto kwangu mimi binafsi, kwa sababu mimi na jinsi ninavyofanya kazi zangu kuna tofauti kidogo na mafundi wengine. Kwa hiyo ni kama nabadilisha mfumo. Kwa hiyo naleta kitu kipya. Kwa hiyo ninapoleta kitu kipya kwa jamii, sio haraka kuanza kuingia kukubalika. Si ndio? Utaanza kupata upinzani, watu wataanza kupinga kulingana na jinsi unavyofanya kazi zako. Mwingine anaanza kufikiria huyu anafanya mambo ya teknolojia, anataka kuzuia ajira kwa watu. Unajua? Ngoja. Unaposema unaleta utofauti kwenye game, unamaanisha wewe unafanya kazi kwa namna ipi? Matumizi ya vifaa au zana sahihi za ufundi. Hiyo ndio tunguzia teknolojia hiyo. Kwa Tanzania ni miongoni mwa mafundi ambao natumia zaidi teknolojia. Na unajua teknolojia mara nyingi inapoingia inaingia na changamoto kama tunavyozungumza kila siku. Kwa sababu unaweza kusema mwingine anafikiria bora unazuia ajira moja, lakini mwingine anasema kwa nini huyu anafanya hivi? Si ndio? Sasa mafundi ya kawaida anaweza akaichukulia kwake kama sio kitu kizuri, kwa sababu unaweza kama anaweza kama unamzuia ajira yake. Bwana huyu anachokimaanisha ni kwamba yeye badala ya wewe kupaka kupaka rangi kwa mkono kama hivi kwa kutumia brush, huyu anatumia mashine. Kwa hiyo anafanya kupiga tu hiyo ndio maana ya teknolojia. Bwana niko na finishing master. Mzee kukosa tuzo, umekosa tuzo brother.